Okay, kurekodi matumizi ni rahisi sana kwenye app ya Mauzo Track. Unakuja hapa plus matumizi, lakini kwa upande wa mfanyakazi au meneja utakuta tu sehemu imeandikwa rekodi matumizi. Very very simple. Okay, utabonyeza hapa plus matumizi, utachagua duka husika, duka lako hilo, and then aina ya matumizi. So matumizi hapa unaweza kuchagua, kuna marketing, kuna transport, kuna salaries, whatever. Maybe kama ni umeme, umelipia duka lako, ofisi yako, unaweza kuchagua utilities. Maybe kama ni matangazo umefanya, unachagua marketing. Kwa hiyo unachagua chochote kile. Kwa sasa hivi maybe mimi nachagua tu transport, kwamba hiyo ni umefanya transport ya maybe bidhaa au whatever. And utaandika kiasi au tarehe. So application hii kama ulisahau matumizi ya jana, unaweza ukachagua tarehe maybe ya jana, okay? Then haya matumizi yataenda kwenye hesabu ya hiyo tarehe uliochagua. Okay, that is very very nice. Lakini kwa mfanyakazi hawezi kuchagua tarehe za nyuma, maana anaweza ka fake data. Kwa hiyo kama wewe unachagua, wewe ndio unaweza kuchagua tarehe mwenye duka. Okay? Kwa hiyo tuache tu siku kama ya leo. And bidhaa, kuna hii sehemu imeandikwa bidhaa. Hii sehemu bwana ni muhimu sana. Kama hii transport ilienda kutumika kwenye bidhaa fulani, kama yani huu usafiri maybe ulienda kutumika kwenye bidhaa fulani, kwa hiyo ile bidhaa ndio unaenda kuichagua. Maybe tulisafirisha mzigo wa Naviforce Watch kwenda Arusha kwa wakala. Okay, tunachagua mzigo wa Naviforce, ndio unaenda kutumikia hayo matumizi. Kwa hiyo kwenye product performance ya bidhaa hiyo tutaenda kuona kabisa kwamba bidhaa hizo tumie usafiri huo. Lakini sasa hivi tutaacha tu bidhaa, kuna bidhaa iliyotumika. Weka kiasi chako, maybe tulitumia transport ya shilingi 5,000 kwenda mkoani au whatever. Njia ya malipo ni muhimu sana. Unatumia njia gani ya malipo? Tigo Pesa, M-Pesa au vyovyote. Sasa kwa sasa hivi tuchague tu maybe tulitumia physical cash, and unaweza ukaacha noti yako yote and then ukawasilisha hayo matumizi. Sasa kama utakuwa umeona hapa kuna sehemu hii ya tumeweka kiasi, sawa? Let's chague maybe duka. Okay. Kama unavyoona hapa kuna sehemu njia ya malipo. Sasa njia za malipo hapa unaweza kukuta njia yako ya malipo haipo. Kwa hiyo unachofanya unaenda kwenye profile yako, unaenda hapa kwenye John, unaibonyeza tu hapa John, and then unakuja hapa kwenye malipo unashuka chini, njia za malipo. Kwa hiyo kama duka lako lina support hivi vitu vyote, unaenda kuviturn on. Okay, unawasha. Okay, unapokea cash, unapokea M-Pesa, unapokea Tigo Pesa na Airtel Money. Basi unaweza ukaacha tu hivyo, and ukirudi nyuma kwenye matumizi, ukiandika tena duka lako, utaona umepokea hizi, unapokea tu malipo kwa njia hizi. Lakini by default unakuta application tushakuandalia kwamba aina za malipo ni zile ambazo tuliziona mara ya kwanza. Kwa hiyo ni rahisi sana, na hii inasaidia sana kujua kabisa pesa ulitoa wapi, na hesabu ya siku itakuwa sawa kabisa, ina balance kwamba pesa iko M-Pesa kiasi fulani na pesa fulani iko sehemu fulani. Kwa hiyo that is, na hiyo ndio namna ya kufanya malipo ya kurekodi matumizi yako. Okay, so tuangalie na tutorial nyingine.